Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Kama kuna watu ambao nimewasahau, ni dada yangu kipenzi. Naomba usimame wakuone. Dada yetu huyu amefanya kazi kubwa sana. Kafanya kazi kubwa kwa maana ya kwenye mpira wa nchi hii. Kama kuna mwanamke ambaye anaandika rekodi, ni dada yangu Yasmini. Yasmini amefanya kazi ambayo kabla mimi sijajua mambo ya michezo, yeye anajua. Ukisikia wachezaji wakubwa hata kwa wanachezea Yanga, wakina Mayele, wanachezea wengine Simba wapi, ni kazi yake. Anawasport, anawatengeneza, anawapeleka kwenye vilabu vikubwa na hatimaye wanapata heshima ya kuwa wachezaji wazuri na wachezaji bora zaidi. Na hili jambo nilipofikiria kumleta Didier Drogba Tanzania, kichwani nilikuwa naangalia nani wa kunisaidia ili kumpata huyu nguli wa mpira wa mguu kwa bara letu la Afrika. Lakini pia mtu aliyejenga heshima, si tu heshima ya mpira, hata pale Ivory Coast ilipokuwa na changamoto ya magombano ya wao kwa wao, Didier Drogba alisimama kama mpatanishi na kurudisha amani ya taifa lake. Dada yangu huyu aliniambia, kaka niachie hiyo kazi. Kwa mimi nilala usingizi, nikamwambia tunachotaka Drogba aje wapi? Tanzania. Akaniambia niachie kaka. Kaifanya kazi vizuri wakishirikiana na mtendaji wetu mkuu wa BMT na timu nzima. Hatimaye tumemwona ndugu yetu Drogba akiwa ameingia wapi? Nchini Tanzania. Na kupitia yeye tunajua, kwa sababu mimi napenda na nisema wizara hii sio ya mtu mmoja, ni ya watu wote. Tunawataka Watanzania kokote kule waliko washirikiane, na ndio maana kuna watu sasa hivi wanazungumza na mtu anaitwa Mike Tyson, wanazungumza na mtu anaitwa Mayweather ili aje wapi? Tanzania. Na jana pia nikawa nampa mtu mmoja, alikuwa mwanasheria wa Yanga, nimempa kazi bana, mtafute Busta Rhymes, nataka tumuone Tanzania. Na yeye anaendelea huko. Kwa hiyo mimi naangalia tu, nikiona huyu anafaa kitu fulani tunampa jukumu. Na viongozi wa dini hawa, ndugu zangu, nimwambia jambo moja, usije kwangu umefeli. Ndio mkataba wangu. Mambo ya kunitafuta wewe, unajua tulianza vizuri lakini tumekwama. Maana yake kama ningekuwa na uwezo hata uraia wa nchini na kunyima, kwa sababu ufai kuwa hakiba na hazina ya taifa letu. Kwa hiyo wanaelewa, ndio maana kila mtu akipewa kazi anapambana ili ifanye nini? Ifanikiwe. Kwa hiyo tunakupongeza dada yetu kwa kufanikiwa kutuletea mtu wetu, rafiki yetu na mpenzi wa Watanzania. Drogba ameingia pale bungeni. Kwanza tuliposema tu anakuja, kuna mtu akasema hii ni AI imetengeneza au nini? Wakamwona tena pale airport anaongea, anasema bado hii ni AI bana. Yaani mtu anakupigia hapa simu kuambia, sasa mkuu, hawa watu wanataka kuharibu bajeti yako, wanatuwekea tena AI hapa. Nikauliza ya nini? Eti ya Drogba anakuja. Akaambia basi kama ni AI subiri kwenye bajeti utaona nini kinatokea. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini pia tunamshukuru Drogba, nimekuwa naongea naye hapa. Tunataka yeye awe balozi wetu miongoni mwa mabalozi watakao kuwa pamoja na sisi bega kwa bega. Yeye alifanya kazi kubwa na nzuri kwenye maandalizi ya AFCON nchini Ivory Coast. Na alikuwa amefanikiwa kwa mafanisi mkubwa sana. Na bahati nzuri mtendaji mkuu wa CAF wa sasa ni kijana wake ambaye na sisi ni rafiki yetu.